Tuchukulie umestaafu. Alafu unasema bwana mimi hela yangu nilopata ambayo nimelipwa labda na NSSF au PSSF, nataka mimi nijenge nyumba zangu za kupanga. Kuna kiwanja chako ulikuwa umekinunua pale. Unasema nataka nijenge nyumba zangu za kupanga, niyo napata tu kodi, nisifanye shughuli nyingine zozote. Sasa kabla hujajenga nyumba yako za kupanga, unaangalia kwa mfano umepewa labda milioni labda 60. Unasema hapa nitajenga labda nyumba ngapi za kupanga, labda apartment ngapi. Mimi sijuagi bei za kujenga nyumba, lakini tuseme tunakadiria labda nyumba 3 ndogo ndogo vya apartment vya bachelor na nini. Sasa kabla hujajenga, angalia je, pale unapotaka kujenga kuna soko? Na usijipendelee, maana watu wengine hamna mimi nitajenga nyumba kali watu watakuja na nini. Yaani achana na haya mambo, au kwamba bwana Mungu atasaidia. Mungu anasaidia kila siku, lakini lazima uangalie pia na soko linasemaje. Kwa hiyo angalia kwenye soko. Je, soko nitapata wateja? Ndio au hapana? Naweza nikapata wateja. Naweza nikapangisha shilingi ngapi? Kwa hiyo unaangalia na wale ambao wamepangisha hivi pembeni yako. Yaani kwa mfano labda upo Dar, upo Arusha. Unasema kafana Arusha, unasema naenda nipo Moshono nataka kujenga. Unakuta kuna nyumba unataka kujenga labda sehemu nyingi kodi 250,000 300,000. Kwa hiyo usitegemee kwamba wewe kwako labda kodi itakuwa nyingi sana. Labda ni sehemu labda wewe barabarani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapiga mahesabu ambayo lazima uwe realistic. Yaani lazima uwe mkweli, usijidanganye. Wakati mwingine uuliza watu, bwana, hivi nikijenga nyumba za kupanga hapa, sema watu wengine nao ni wanafiki, wanaambia jenga utapata wateja wengi, kumbe upate. Kwa hiyo ukishajua labda kwa mfano mimi nikijenga nyumba kodi, kwa mfano labda tuseme unajenga nyumba moja ya milioni 50. Napenda sana kutolea mfano wa milioni 50. Sijui milioni 50 nyumba inakuwa kiasi gani. Ila inakuwa ni nyumba ya ukubwa gani. Ila kiwanja unacho, kwa hiyo inaje kugharamia kiwanja. Ulishanunua enzi zako za kufanya kazi, sasa umestaafu, una kiwanja chako unataka ujenge hizo nyumba. Kama una milioni 50, labda unasema unataka ujenge nyumba moja ya kupangisha. Piga mahesabu, je, hiyo nyumba kwa hiyo milioni 50 unaweza ukapata kodi kiasi gani kwa mwezi? Ukishapata hiyo kodi, njoo linganisha na je, hiyo milioni 50 ukienda ukabidi BOT wanatoa minada ya hatifungani treasury bonds kila Jumatano. Kuna za miaka 5, 10, 15, 20, 25. Sana sana watu wanakimbilia za 20 na 25 kwa sababu zina asilimia kubwa. Kwa mfano zilikuwa 25 ilikuwa na asilimia 15.95, mwaka huu ina asilimia 15.75. Kwa piga mahesabu, bond watu wanazigombania, lakini unaweza kupata ukibidi. Kwa hiyo treasury bonds zinafanya kazi ni kwamba unaikopesha serikali. Ukikopesha serikali yenyewe, ukikopesha mnakubaliana kwamba ni asilimia 15.75 kwa mfano mwaka huu. Kwa hiyo atakuwa anakulipa ile faida yako kila miezi 6. Kwa hiyo kwa mwaka, kwa mfano milioni 50 kwa mwaka, ukiwa umepata milioni 50 ya asilimia 15.75, una maana kila baada ya miezi 6 yeye anakupa milioni 3,700,000 na kama 80 hivi. Kwa hiyo piga hesabu, je, nikijenga nyumba ya milioni 50 nitapata hii kodi? Kwa mfano kama milioni 50 au milioni 3 ni sawa sawa kama 630,000 average ya mwezi. Kwamba atakulipa miezi 6, lakini kwa mwezi maana na kodi tunatoa lipaga miezi 3 au miezi 6 au mwaka. Kwa hiyo je, milioni 50 nikijenga nyumba nipangishe mtu na nikiweka BOT, tofauti yake ni nini? Kuweka BOT unajua kabisa tayari kwa sababu anatangaza asilimia. Na inakuwa hivyo hivyo. Na kama mpata miaka 20 au 25, ina maana wewe kila miezi 6 utakuwa unalipwa kwa miaka 20 hadi 25, afu baadaye utakurudishia hela. Ukijenga nyumba ya milioni 50, ina maana ukipata mpangaji atakuwa anakulipa kodi mpaka pale atakapoondoka anapokuja mtu mwingine. Haya, nyumba ya milioni 50 napata kodi ya 630,000 sipati. Bora kuliko kujenga nyumba kupanga, bora uende ukafanyaje? Ukaweka kwenye hatifungani za BOT, ukabidi kule ukapata, uweke hatifungani. Alafu upate gaio kubwa kuliko hivyo. Kiwanja unakiacha unakizungushia pale, unaweza kuja ukajenga mbeleni huko. Au unaweza kupata hela nyingine na ukajenga tena kiwanja. Au unaweza ukachukulia mkopo hiyo ya hatifungani ukajenga na nyumba kwenye kiwanja. Kwa hiyo pigia mahesabu hivyo. Na wakati mwingine labda unataka kujenga apartments. Unaona hela, unaweza ukaweka hela kama ukipata hatifungani ya miaka 20 na 25. Sinakupa gawio. Unaweza ukaitumia ile hatifungani kuchukulia mkopo benki. Alafu wao wakawa nakata zile faida ambazo unapewa miezi 6. Alafu ile mkopo ndo kajengea nyumba. Kama ni apartment labda ndo unatosha apartment 2, kwa sababu mkopo watakupa kama 70% hivi au 80% ya
amount. Kwa kama ulikuwa umeweka milioni 50 hatifungani, ukienda benki, kwenye benki kubwa zetu mbili hizi atakwambia okay, kama umeweka milioni 50 labda mimi naweza nikakupa mkopo milioni 30 au milioni 35, wengine wanaweza kuambia 40, inategemea. Alafu yakakata faida kule kule. Kwa unaweza ukaweka pale alafu ukachukua mkopo, ukaja ukajenga apartment mbili, ukakaa zikikulipa kidogo, ukaja hivyo ukaongeza kumaliza mkopo paka zikaisha. Hizo ni shughuli ambazo unafanya hapo umepata hela ya kustaafu. Maana kawaida kibongo mtu kupata hela hizo wakati mmoja ni ngumu. Na mtu anayepata hivyo anakuwa na uwezo kuzipata mara kwa mara, bora aende kufanya biashara nyingine kuliko kuweka kwenye hizo bonde ambazo zina 15% 16% hizo. Kwa hiyo una kiwanja umestaafu, ulikuwa na hela yako upata kujenga upate kodi, umepiga mahesabu, umejua kabisa ukijenga unaweza kupata kodi kiasi gani. Alafu unapiga mahesabu ukiweka BOT hatifungani utapata kiasi gani. Na kama unataka kujua, nimekuwekea jedwali hapa, lakini kama unataka kujua pia unaweza kwenda website ya BOT ukaweka pale kwamba bana miaka 25 au miaka 20 kuna calculator kwenye hizi, kwenye benki, kwenye UTT, kwenye Treasury bonds, kwenye nani BOT, kote kuna calculator. Kwa hiyo unaweza kwenda pale ukaweka calculator afu kapiga mahesabu. Niweke nyumba za kupanga au niweke Treasury bonds nipate hela. Na kuna watu wengine anapenda tu kuita baba mwenye nyumba na nini. Kwa hiyo unaweza kuamua, huu ni ushauri tu, sio lazima ufanye. Lakini unaweza kaamua kuona kwamba nikiweka hela huku napata zaidi kuliko huku, kwa sababu ile haina usumbufu. Huku mara mpangaji amevunja hiki inabidi utengeneze, mara mtu alikimbia hajalipa kodi, mna kesi, nyumba inabidi akae mtu kwa miezi 6, vitu vingi. Idara ya maji bomba idara ya maji imepasuka pale, au sijui imekuaje ndani huku maji unadaiwa 200,000, unaenda kugombana. Kwa hiyo inakuwa ina stress. Sana kama umestaafu, hutaki kugombana na wapangaji, unaweza kaamua uweke huko. Lakini pia unaweza kaamua uweke huko afu baadaye ujenge pia. Au kiwanja ukawaachia watoto wako. Kama wao sio wana akili sawa sawa. Pia kitu ambacho ushauri mwingine ambao watu haupendi, unaweza pia kama kiwanja kina bei nzuri, unaweza pia ukauza. Hapa watu wanaweza kanipiga makofi. Lakini unaangalia kila mtu na maisha yake. Unaangalia kwa mfano labda una viwanja kadhaa. Kuna kiwanja ambacho labda sehemu kina potential. Unakuta sehemu imekuwa labda unaweza kukiuza labda kwa milioni 200. Unauza milioni 200, unachukua NSSF yako ile ambayo ulikuwa mpewa milioni 50 na kwa milioni 250, unaweza kuwekeza kwenye hatifungani za BOT au UTT au sehemu nyingine zote, ukawa unapata gawio kila mwezi. Au unaweza ukawekeza baadhi ya hela afu kanunua viwanja vingine kwa ajili ya watoto nini. Ni wewe sasa, uko mbele utakuwa unaangalia mwenyewe. Watu wengi hawapendi kuuza viwanja, lakini kama una malengo mengine unaweza kuuza kiwanja ukafanya mambo mengine. Lakini it's up to you. Yani ni wewe kama unataka, maana watu kaambaga uza kiwanja tu yani hamuelewani. Lakini kuna sehemu nyingine unakuta kiwanja unaweza kukiuza bei kubwa, lakini ukijenga nyumba ya kupanga haina watu. Yani unakuta sehemu labda ni makazi sana, watu ni mbali. Kwa watu wataka nunue kiwanja ajenge, lakini sio watu kupanga. Ila yote wewe mwenyewe unakuwa unajua mtaani kwako na uko unapokaa papoje. Kwa hiyo utafanya maamuzi wenyewe. Huu ni ushauri tu, sio lazima ufuate. Asanteni sana kwa kunisikiliza.